Hujambo mtazamaji wa Maco TV na karibu shambani. Huu ni mwaka mpya 2026 na hapa tupo kwenye ardhi yetu. Hii hapa ni heka moja ya shamba ambayo tumeinunua, but ukiangalia shamba letu hili bado halijaendelezwa kabisa, ni pori like. So tumeona ni opportunity ambapo tumekutana na serikali ya kijiji kinauza eneo hili viwanja, so tukasema sio mbaya hata sisi tukichukua eneo hili. So nimekuwa nikifikiria kwamba eneo hili sasa nitakuwa nalifanyia nini. Ndio tunalo hapa eka moja shamba, na pia ukienda mita kama 100 hapo, ukipita viwanja viwili vingine hapa kuna heka 2 pia ziko pale. Sasa eneo ni pori kama hivi jinsi hapa palipo. So nimekuwa nikiwaza kwa muda mrefu sasa, eneo hili hapa ndio lipo kwa wakati huu. Sasa tutafanyia nini hapa hili eneo? Na ukiangalia hapa kuna mawe ambayo yako hapa, so hatuwezi tukafanya kilimo moja kwa moja. Kwa hiyo tukaja na idea moja kwamba tufanye ufugaji hapa. So kwa kawaida tukawa tunafikiria sasa tufanye ufugaji wa nini hapa. So ukiangalia hapa bado kabisa ni pembeni kidogo na kijiji ambacho tupo kwa wakati hapa. Makazi hapo kule juu. So kwa kawaida huwezi ukaleta hapa mifugo ambayo ni michache ambayo unataka kuanza nayo. So kwetu sisi hapa tumewaza kwamba tufanye ufugaji wa mbuzi na nguruwe. Hizo ni mifugo miwili ambayo nataka tuanze nayo kwa hapa, kwamba tuanze kufuga mbuzi na nguruwe. Zeni baadaye tutakuja kufuga kuku, hasa kuku wale wa mayai. Lakini kwa wakati huu ambao tunafikiria sasa kufanya huu uwekezaji wa mbuzi, kondoo na nguruwe, itabidi tuanze na breed hizi za local breed. Yes, tunajua kwamba kuna hizi breed za kisasa exotic ambazo kuna Dopa, Boa, Kalahari nyingi sana ambazo watu wengi wanazielezea, na tukiziangalia wafugaji wengi wanafanya hivyo. Hasa kwa eneo hizi hapa sisi hatujaziona hizo ili kijiji ambazo tupo kwa wakati huu. So tukifikiria kwenda na hizo, kwanza hizo breed hazipatikani kwa maeneo ambayo tupo. Kumbuka hapa ni Kigoma Kasulu, kijiji cha Nyakitondo. So breed hizo huwezi kuzipata kwa wakati huu, na pia hatuna uzoefu katika ufugaji wa mbuzi hizo za exotic ama za kisasa, na bado hatuja trust kwamba market wanaweza ka appreciate na kuzichukua hizo. So tuna decide kwenda na local breed. Sisi tunapanga kwenda na local hizi breed ambazo ziko hapa za mbuzi na kondoo. Kwa kuanza tunatarajia kuanza na mbuzi 10, tuanza tena kondoo 5 kwa sababu ya budget constraint, kwamba hatuna budget ya kutosha kuanza nazo hizo mbuzi na kondoo, na au tunaweza tukaenda kwa 5, mbuzi 5 na kondoo 5, bali target kwa hao wanyama wadogo hao ambao ni mbuzi na kondoo tunahitaji kuwa nao kwa mwaka huu 2026. Na pia tunataka kufanya ufugaji sasa wa nguruwe. Nguruwe tunatarajia kufanya, tuanze hata na wale wa piglet, wa nguruwe watoto wale wadogo, hata tuanze nao 6 kwa targeti ya kwamba wakishaongezeka sasa ndo tuje kuhama kwenye shamba letu hili ambalo liko hapa, ambalo hili hapa nimekuambia hapa kuna heka moja ambayo tumenunua hapa, na ukienda kwa huku mbele kidogo kupita hapa kuna heka 2 pia ambazo tumezinunua katika eneo hili kwa ajili ya kufanya hizo sasa ufugaji. So na lengo la kufanya hivi ni kwa ajili ya kudiversify, kwamba tusitegemee tu mazao ya ama crops peke yake. Kwa mfano mostly hapa tumekuwa tukilima mahindi, nyanya pia tumefanya hivyo, maharage pia tunafanya, but tunahitaji sasa kuingia kwenye industry nyingine ya livestock farming. Hope labda huu mwaka utakuwa ni mzuri kwetu tukishaanzisha sasa hivyo, ambao ni mwaka ambao tunaenda kufanya
ufugaji sasa, ama tunafanya kilimo cha wanyama, but basically kwa sasa hivi tunabidi tuanze na kondoo, mbuzi na nguruwe, na pia hatuwezi tukaanzia hapa kwenye shamba letu moja kwa moja hili, kwa sababu kudevelop structure wakati bado tuna idadi ya wanyama wachache ambao tunaanza nao, hatuwezi tukaanza moja kwa moja katika eneo hili. So itabidi tuanzie maeneo ya kule kijijini ambapo tunaishi kwa wakati ule, tuanzishe kwa ajili ya kuandaa mbegu. Zikisha multiply baada hata ya miezi 6, miezi 7, ndo tuanze sasa kuanza kuhamia eneo ambalo lipo huku. So tunatarajia kwamba nguruwe akishafika hata 30 au hata 40, ndo tunaweza tukahamisha hao nguruwe hapa moja kwa moja huku kwetu, na pia tunaweza tukahaya sasa staff kwa ajili ya kuanza kuwaangalia, kuwa feed. But kwa sasa hivi kwa sababu ya kutaka kupata uzoefu, kuanza kuelewa sasa challenge tofauti kama magonjwa, kuwalisha, chanjo na vitu vingine ambavyo tunahitaji kupata uzoefu, hands on practice, itabidi sasa tuanze nao hao wachache. Na kumbuka kwamba sisi tunaanza kwanza na hizi local breed. Tunajua kwamba zipo hizo exotic, tunajua kwamba yapo makarahari, tunajua kwamba zipo Duroc, zipo Persian kwenye upande wa nguruwe. Zote hizo tunazifahamu zipo, lakini kwa ajili kwanza ya kupata uzoefu wa moja kwa moja, experience, na kuanza kwa sababu lazima tuanze kuzalisha wanyama ambao wanaliwa hapa hapa. Hatuwezi kuanza kuwaza sehemu nyingine tofauti. So tuta expect labda kuja kuintroduce hizo breed kwa huko mbeleni, baada ya kuwa tuna test market kidogo, lakini kwa research ndogo ambayo tumeifanya kwa hapa maeneo yanayotuzunguka, vijiji vya hapa karibu na miji ya hapa karibu ambayo ni Kasulu mjini, bado wana prefer sana kutumia hizi local breed. Hizi za kisasa bado hauwezi kufanya. Ndio maana hata kuku ukifuga labda broiler hapa hauwezi uka expect kupata wateja, kwa sababu wengi sana wana expect kutumia roko. Ndio maana hata kuku tukija kufuga sisi tuna expect kuja kufuga kuku wa mayai, kwa sababu wao hawana selection. So that is it guys, tunatengeneza hii video kwa ajili ya kutipata challenge kwamba baada ya siku kama hatutafanya hivi, tuseme kwamba yes we said this but hatujafanya. So hii ndio mpango mkakati ambao tuko nao guys kwa huu mwaka 2026 kuingia kwenye livestock farming. That is it guys. Hope hii goals ama hizi dream zitakamilika kwa mwaka huu. So tutaangalia namna ya kujipiga mahali tupate namna ya kuanzisha hii farm ya na expect labda hope ita develop na itaanza kuwa miongoni mwa mashamba makubwa ya mifugo pia ambayo tutakuwa nayo kwa hapa mkoani Kigoma, wilaya ya Kasulu, na tukianzia katika kijiji hichi cha Nyakitonto. So thanks for watching. So kama hujisubscribe, naomba usubscribe, na pia kama upo maeneo ya hapa Kasulu Kigoma, karibu, unaweza ukapata hizo breed ama tukaendelea kuconnect zaidi ili tuendelee kujifunza kutoka kwako, na wewe pia utupe uzoefu. Usisahau kutuandikia hapo kwenye comment section, ama tutafute kwenye namba ambayo iko hapo chini kwenye description box, then tunaweza tukaconnect na wewe moja kwa moja. Naitwa Stefano Mashauri, ni agriculture engineer ambaye niko nafanya kilimo hapa Kasulu.